za sumu kwa meza. Na Kiafrika kama mzee hauna mtoto, ni kama unaona hiyo generation yako ni kama inakatika. The barren womb. This is KTN News. Karibu tena mtazamaji, tunafurahi sana kuendelea kuwa nayo kwenye taarifa za jukwaa la KTN. Sasa hivi tunaingia katika sehemu yetu ya ubunifu, ambapo tunaangazia jinsi ya kutumia fikra zetu, ubunifu wetu katika kukabili baa la njaa humu nchini. Tunajua kwamba baadhi yetu huwa tunategemea sana mahindi. Yakikosekana, sote tunaingiwa na wasiwasi kwamba Kenya ipo kwenye hatari ya njaa. Je, tunaweza kutumia vipi vitu vingine ambavyo tunavikuza humu nchini katika kukabili baa la njaa? Ndiposa Elizabeth ambaye ndiye mgeni wetu leo ameamua yeye mwenyewe aelekeze darubini yake katika ukuzaji wa mhogo. Shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo. Asante sana Zubira. Tuambie, safari hii ilianza lini? Safari ya kutengeneza unga wa mhogo ilianza mwaka wa 2017. Hapo ndipo nilifanya research yangu. After kufanya research nikagundua kuwa mataifa mengine ya Afrika yanatumia mhogo kwa ugali na kwa vitu vingine mingi, lakini hapa Kenya watu wanakufa njaa kila saa sababu tunangojea mahindi. Na unajua mahindi yako na ile season. Kuna ile season ya mahindi na kuna ile season mahindi nakosa. So ndio maana nikaelekea kwa huo mwelekeo wa kutengeneza unga kutumia mhogo. Na ukiangalia haya mataifa mengine ya Afrika yanatumia mhogo kwa kila siku. Kwa chakula yao ya kila siku. So nikaona hata sisi hapa Kenya tunaweza tumia tu mhogo, sababu wakulima wako wenye wanalima mhogo, wakulima ni wengi, lakini hawana ile market, hawana pahali pa kuuza hiyo mhogo. Unapata mkulima analia sababu hana pahali pa kupeleka huo mhogo wake. Na nikaona hapo kuna ile gap yenye inaweza kuziba ni kweli. Sasa nikaona kuna hiyo gap, nikasema hao wakulima kuna vile naweza wasaidia kwa kuchukua huo mhogo wao, ni ufanye unga na niuzie Wakenya wenzangu. Ndio maana tuache kutegemea tu na ule unga wa mahindi na unga wa ngano, tunaweza tegemea pia unga wa mhogo. Ulikuwa mkulima kabla ya kupata wazo hili? Hapana, sikuwa mkulima. Kabla kupata wazo hili nilikuwa nafanya kazi ya kutengeneza software. Mimi ni software developer na nilikuwa nimefanya kazi kwa muda wa miaka kama 5 na nilikuwa nimefanya kazi kama project manager kwa muda wa miaka 2 hivyo. Lakini vile nilikuwa mdogo, babangu alikuwa na kisiagi yenye alikuwa anasiaga mahindi. Hapo ndipo nilipata ile inspiration yangu kwa naweza siaga kitu kingine isipokuwa mahindi. Sababu naona mahindi haina hiyo siku nilikuwa naangalia kama mahindi inaleta pesa mingi. Sasa nikaona mahindi haileti pesa mingi kushinda vile naweza pata pesa kwa mhogo. Na mbona mhogo? Labda kwa wale ambao hawajui mhogo ni nini, ni cassava? Ni cassava kwa kimombo. Yeah. Mbona mhogo? Baada ya kufanya ile research yangu ndio maana niligundua kwanza nilikuwa naangalia ile margin yenye naweza pata kutoka kwa mhogo ukilinganisha na mahindi. Lakini vile niliendelea nikapata sio margin pekee ninaangalia, nikaanza kuangalia wale wakulima. Nikagundua kuwa wakulima wanalala njaa ilhali wako na mhogo kwa shamba yenye wanaweza uza na wapate na wakuwe na maisha bora zaidi. So hiyo ndio ilikuwa inspiration yangu ya kwanza kwa wale wakulima. Tena nimelelewa na babangu alikuwa anasiaga unga. So hapo tena nikaona baada ya kusiaga unga wa mahindi naweza siaga unga wa mhogo. Alafu tena huu unga wa mhogo hauna ile gluten. Sijui tunaweza itaje kwa Kiswahili, lakini hauna ile gluten yenye iko kwa ule unga wa ngano. So unga wa ngano saa zingine ukikula kama hujapikwa vizuri unapata shida za tumbo. Unasikia tumbo hauko sawa, uko uncomfortable kidogo. Alafu hiyo gluten inasababisha vitu mingi sana. Inasababisha magonjwa mengine sana, especially kwa wale watu
hawawezi kula hiyo gluten. Sasa nikaona kuna kitu ingine yenye wanaweza tumia isipokuwa unga ya ngano. Sasa wanaweza tumia hii unga ya unga wa mhogo kwa maybe wanaweza tumia kwa keki, wanaweza tumia kwa pancakes zao, hata chapati wanaweza tumia kwa unga na vitu vingine vingi. Kwa hivyo umetueleza wewe si mkulima, kwa hivyo huwa unawatafuta wakulima au kunao tayari ambao umewatambua ambao huwa wanakuza mhogo kisha wanakuuzia. Tueleze inakuwa vipi, kwa sababu labda kuna wakulima ambao wana mhogo kule nje na wanakutazama. Huwa unafanyaje ili kuwafikia wale wakulima? Je, ni mkataba, ni maelewano ambao mmeyaweka saini au inakuwa vipi? Sasa tuko na wakulima 3,000 wanaokuza mihogo. So vile tunafanya na wakulima, tunawapatia mbegu. Mbegu yenyewe ya mhogo ni ile stem. Hiyo stem ya mhogo ndio wanatumia kama mbegu. Sasa ile tukiwapatia hiyo mbegu mara ya kwanza, huo mhogo ukikua, ukimea, ukimachua, wanaweza rudia hiyo mbegu tena. So si lazima wakuje kwetu tena kuchukua mbegu. Sasa vile tunawatafuta wakulima. Sasa tuko na wakulima wenye wako Busia. Au ndio tunafanya kazi nao. So tunatafuta wakulima. Huyo mkulima akitikia kulima mhogo, ndio sasa tunaweka sahihi kwa mkataba. Alafu tunaweka ile bei yenye tutakuwa tunanunua mhogo nayo. Na kutoka hapo sasa tunaanza kufanya kazi na huyo mkulima. Unaposema mnawapatia mbegu, ina maana kwamba mkulima ambaye tayari anakuza mhogo hamwezi kununua kutoka kwake? Hatuwezi tununua kutoka kwa mkulima mwenye anakuza mhogo sababu sisi tunatumia ile variety moja. So kuna ile variety moja tunatumia na tunataka na sababu ya kutumia hiyo variety moja ni juu tunataka unga wetu ukuwe na tastes inafanana throughout. Na sababu mhogo inakuanga na varieties mingi sana. Utapata mwingine ni very bitter, mwingine ni mtamu. Sasa si tunatumia ule mhogo mtamu. Ndio sasa tukue na ile standard yenye tunaweza kuwa nayo. Na mbegu hii mnaitoa wapi? So mbegu ya kwanza tulipatiwa na kampuni inaitwa True Trade. So True Trade ndio wanatusaidia pia kutafuta hawa wakulima. Panda. Na 3,000 wote ni umesema ni wa Busia. Kwa hivyo mkulima mwingine akitaka kuingia katika haya maelewano, akuze mhogo, mumpatie mbegu, akuze huo mhogo, labda ni wakulima 10 ama 20 hivi tuko nao pamoja. Na sababu ya kuwa na wakulima wakiwa pamoja ndio ikuwe rahisi kwetu kuunganisha hiyo mihogo na kuipeleka pahali ndio tuanze kukausha. So kama mkulima ako willing kuanza kukuza huo mhogo, lazima wakuwe ni wakulima wengi, wakuwe kwa farmer group na wakuwe pahali ambapo tunaweza access haraka. Kwa hivyo mbona mlitambua Busia? Au ni mchanga wake una rotuba ambayo mnaipenda, au mbona mlichagua Busia, kuanzia Busia? Busia tulichagua sababu kulikuwa na wakulima wengi kuanzia. Sasa hao wakulima walikuwa wanajua kuhusu mhogo na kupanda mhogo na walikuwa na knowledge mingi ya mhogo. Ndio sasa tukaanzia nao wakulima vile tulianzia hii kazi, lakini mhogo wenyewe unakuwa kwa mchanga wowote na